Nyakati ndio somo letu ambalo tutalishughulikia siku hii ya leo. Nyakati ni mojawapo wa mada muhimu ambazo tunafaa kuelewa ili kuweza kuyaboresha mazungumzo yetu. Leo tutazipitia aina 5 za nyakati na tutaanza kwa kueleza maana ya nyakati. Tuseme kuwa nyakati hueleza wakati ambapo jambo hutokea. Ni lini? Inaweza kuwa jana, iwe leo, iwe muda mfupi uliopita, ama kesho, au niwe hutokea mara kwa mara. Kuna aina 5 ya nyakati ambazo tunazishughulikia katika somo la Kiswahili. Tukiwa na wakati uliopita ambao huwakilishwa na li katika sentensi. Kuna wakati pia uliopo ambao huwakilishwa na, wakati ujao ambao kiwakilishi chake ni ta, wakati timilifu ambao huwakilishwa na me, na wakati mazoea. Tutatanguliza kwa kuelezea wakati uliopita. Tuseme kuwa wakati uliopita huonyesha jambo lililokwisha fanyika jana au zamani. Tukumbuke kuwa li kama wakati limepita ili tuweze kukumbuka wakati uliopita huwakilishwa na li. Mfano katika sentensi, mama alienda sokoni jana. Wakati uliopo ni wakati ambao huonyesha jambo linalofanyika sasa hivi. Mfano katika sentensi, mtoto anacheza. Wakati ujao ni wakati ambao unaonyesha jambo litakalofanyika baadaye au kesho. Ili kutuwezesha kukumbuka wakati ujao, tunaweza kusema ta kama takuja. Mfano katika sentensi, ndege ataruka. Pia tuna wakati timilifu. Wakati timilifu huonyesha jambo ambalo limekwisha fanyika hivi karibuni. Mfano, mimi nimekula chakula. Hiyo inamaanisha kuwa muda mfupi tu ambao umepita ndio kitendo hicho cha kula kimefanyika. Vile vile kuna wakati mazoea. Wakati mazoea humaanisha ni mambo ambayo tunayafanya kila siku yanakuwa ni kawaida yetu au yanajirudia rudia. Ili kutuwezesha kukumbuka wakati wa mazoea, tunaweza kusema huu ni mazoea. Hurudiwa kila siku, si jana, si leo tu, ni tabia yetu. Tunaweka huu mwanzoni mwa kitenzi na tunatoa viambishi vya nafsi ili kuonyesha wakati mazoea. Mifano katika sentensi, jua huchomoza kila siku. Mfano mwingine, mimi huamka saa 1 asubuhi. Mimi huosha meno kabla ya kulala. Mimi huenda shule kwa miguu. Kwa hivyo, wakati huu ni mazoea. Jambo ambalo linafanyika kwa kujirudia rudia. Tutakomea hapo kwa somo letu la leo. Nikiwakaribisha katika kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza mengi kuhusu somo letu la Kiswahili.